Mtazamaji wa Informative TV, ni kuambia kwamba Informative TV imefunga safari kutoka jijini Dar es Salaam mpaka makao makuu ya Tanzania, Dodoma, na tuko katika shule ya Chiona. Shule hii iko Bahi, na kuna nini katika shule hii? Hii ni miongoni mwa shule ambazo zimekuwa zikifanya vizuri na kushika nafasi ya pili katika matokeo ya darasa la 4 pamoja na darasa la 7. Na shule hii ni miongoni mwa shule ambazo walimu wake watakwenda kushiriki katika mafunzo ambayo yatatolewa Korea Kusini. Mafunzo hayo ni zawadi kutoka katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary, kwa lengo tu la kuweza kuwaendeleza taaluma kwa walimu hawa. Hapa niko na mwalimu hii atatuambia anaitwa nani, lakini pia atatuambia mikakati yao ilikuwaje mpaka wakaweza kupata nafasi hii ya pili katika mkoa huu wa Dodoma. Karibu sana. Asante. Tunawashukuru kwa kututembelea. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Ivani Msigwa Fulela. Ni mwalimu wa shule ya msingi Chiona inayopatikana katika halmashauri ya wilaya ya Bahi jijini Dodoma. Kwa kweli tunajivunia kuwa katika halmashauri hii, lakini pia katika jiji la Dodoma. Mafanikio ambayo tumeyapata katika shule ya msingi Chiona yamekuwa sio kwa mikakati midogo, ni mikakati mikubwa ambayo imewekwa kuanzia ngazi ya shule, lakini pia ngazi ya wilaya, lakini pia ngazi ya mkoa kwa ujumla. Ni mikakati madhubuti ambayo imewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ufaulu wa watoto unakuwa ni mkubwa, lakini pia tunapata ubora mzuri sana wa elimu kulingana na kiwango cha watoto. Mafanikio ya shule ya msingi Chiona yameweza kutokana na jitihada nyingi ambazo zimefanywa, ikiwemo kushirikishwa vizuri kwa wazazi juu ya swala la elimu, lakini pia kushirikishwa vizuri kwa watoto juu ya swala la elimu, lakini pia uongozi umefanya jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba hii mikakati yote ambayo inawekwa basi inatimizwa kwa ajili ya lengo la kufanikisha swala zima la elimu. Tuje sasa kwa upande wa fursa ambayo umeweza kupatiwa na serikali kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Dodoma kwa kuwezesha wewe kwenda Korea Kusini kwa ajili ya kuweza kupata mafunzo. Unaizungumziaje? Lakini pia tuambie sasa wewe binafsi una mikakati gani katika kuja kuiboresha shule hii ya Chioma ili kuifanya kuendelea kuwa bora zaidi? Asante. Kwa kweli kwanza ni jambo zuri sana. Tumepata fursa ambayo inatoka katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule. Kwa kweli ni fursa nzuri sana ya kututoa baadhi ya walimu ambao wamefanya vizuri kwenda kujifunza nchini Korea ya Kusini. Kwa kweli ni jambo zuri sana na tunamshukuru sana. Katika fursa hiyo nina imani kwamba kile ambacho tutakwenda kujifunza katika nchi ya Korea Kusini, naamini kwamba tutakirudisha huku kwa ajili ya kuwaelekeza wenzetu, lakini pia kukipandikiza kwa watoto, kwa sababu lengo letu sote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba baadaye tunapata taifa bora sana. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza, na vile ambavyo tutajifunza nadhani na namhakikishia mkuu wa mkoa wa Dodoma kwamba tutakirudisha na kukipandikiza kwa jamii, hasa kwa watoto, lakini pia kwa wenzetu ambao hawakupata fursa hiyo. Shukrani zako ni zipi hasa kwa Wizara ya Elimu kuweza kuliruhusu hili, kuliona hili na kuweza kutoa sasa hizi hamasa kwa walimu? Kwa kweli hili ni jambo ambalo linaleta hamasa kubwa sana. Na hatuwezi kupinga kwamba serikali kwa ujumla wake inapaswa kupongezwa kwa sababu ya jambo hili ambalo linafanyika. Yawezekana lisingeweza kufanyika na maisha bado yakaendelea, lakini kwa sababu serikali imeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kulifanya hili jambo,
kwa ajili ya kuleta tija katika sekta ya elimu, kwa kweli tunawashukuru sana, na nafikiri liwe ni jambo ambalo ni endelevu, ambalo hata wengine ambao hawawezi kufanya hivyo wanaweza wakajifunza kuweza kuhakikisha kwamba tunawatoa baadhi ya watu kwa jinsi ambavyo tutaweza kuwapeleka mahali wakaenda kujifunza kitu ambacho baadaye wakirudi wanaweza wakapandikiza kile kitu kwa watu waliokuwepo katika eneo lile na kikaleta manufaa makubwa sana katika nchi yetu. Kwa hiyo pongezi kubwa ni kwa serikali ya awamu ya 6 ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni jambo zuri sana ambalo limefanyika, lakini pia pongezi kubwa ni kwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma na kwa ngazi nyingine zote ambazo zimesalia kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Okay. Kitu gani hasa ambacho unakitarajia kule Korea Kusini? Kwa kweli kikubwa zaidi na asante. Kwa kweli matarajio ni makubwa. Ni makubwa sana. Nafikiri kwa sababu tunajifunza kwamba nchi za wenzetu zimefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tutakapokwenda katika nchi ya Korea Kusini, naamini kwamba tutajifunza mafanikio makubwa sana. Ila sio tu mafanikio, ni mbinu gani ambazo wao walizitumia kuweza kufanikiwa hasa katika sekta ya elimu. Kwa hiyo nadhani tutajifunza mambo mengi ambayo tukirudi basi tunaweza tukayapandikiza kwetu na yakaleta manufaa makubwa, tukawa kama nchi za wenzetu ambao wamefanikiwa. Safi sana. Kabla hujaondoka kwenda Korea, ni kitu gani hasa ambacho labda ungependa kukisikiliza, ungependa kukifahamu kama maandalizi ya wewe? Tumeona kwa wale walimu ambao waliondoka 150 waliweza kupatiwa mafunzo mbalimbali kukabili safari, kuweza kujua utaratibu wataondokaje, lakini kwa upande wako wewe kitu gani hasa ambacho unatamani uweze kupitishwa kabla ya safari? Nafikiri na naamini kwamba safari ni safari. Na safari yoyote inahitaji maandalizi ya mambo mbalimbali. Na ikiwa ni safari ya kutoka nje ya nchi na ni mbali, kunatakiwa maandalizi mengi ikiwemo mafunzo ya muda mfupi, lakini pia maelekezo ya mazingira ambayo yanapatikana kule, ili sasa wale ambao wanajiandaa kwenda basi wawe na ile angalau ABC kuhusiana na nchi ambayo wanaenda kuitembelea. Kwa hiyo natamani kupata mafunzo ya muda mfupi, hasa inaweza kawa lugha kwa mara ya kwanza tunasalimianaje na vitu kama hivyo, lakini pia kupata background ya kule ambako tunakwenda kwamba pakoje. Ni nchi labda ni ya baridi, tunatakiwa tujiandae kwa mavazi yapi. Nafikiri hasa maandalizi yanapaswa kuwa katika makundi hayo, japo naweza nisiwa nimesema mengi sana, lakini ofisi ya mkuu wa mkoa nafikiri inaweza ikaona kwamba hawa watu wanapaswa wapewe jambo hili kwa ajili ya maandalizi ya kutosha, ili wakifika kule basi wawe na mafunzo ambayo ni mazuri, ambayo yatawafanikisha kuja kuleta tija katika nchi ya Tanzania. Ulishiriki katika mkutano wa jana ambao ulikuwa unatoa sasa zile tuzo, fursa zile zilizopatikana. Ulishiriki na kuweza kusikia uratibu utakuwaje, nani watafanya kazi za uratibu, walimu mtapatiwa nini? Ndiyo, nilishiriki katika mkutano wa elimu wa mkoa wa jana. Na kwa kweli kuna fursa nyingi ambazo zilitolewa pale, ikiwepo tuzo, lakini pia fursa ya walimu baadhi kwenda nje ya nchi, kwenda Korea Kusini kwa ajili ya kujifunza. Kwa kweli ni jambo zuri ambalo lilifanyika, na walimu walipewa motisha. Ile ni motisha kubwa sana kwa watu wote. Kwa fursa ambayo imetolewa ya kwenda nje ya nchi, hii si mara ya kwanza. Naamini kuna wenzetu ambao tayari walikwisha kwenda nchini India kwa ajili ya kupata mafunzo
yanayohusiana na elimu ya amali. Walipata ujuzi mzuri sana, watu 150. Utaratibu ambao uliwekwa wa kuweza kuwasaidia watu hawa kufika na kufanya mafunzo na wamerudi wakiwa salama, hakuna changamoto yoyote iliyotokea. Naamini kwamba ule utaratibu pia unaweza ukawekwa, na nafikiri tayari umeshawekwa kwa ajili ya kuhakikisha hii awamu nyingine tena sasa walimu wanafika, wanajifunza, lakini pia wanarudi na ujuzi ambao serikali imetarajia kwamba warudi nao. Mimi nikushukuru na nikutakie kila laheri katika safari yako, lakini pia tumpongeze sana mkuu wa shule hii ya Chioma kwa kuweza kuhakikisha kwamba shule yake inakuwa inafanya vizuri zaidi na kuwasimamia nyinyi walimu kuweza kutimiza malengo haya ambayo shule amejiwekea. Nikushukuru sana. Asante. Mtazamaji wa Informative TV, kama ambavyo nimekuambia hapo awali kwamba tumefika katika shule hii ya Chioma iliyopo Bahi, mkoa wa Dodoma, na lengo zaidi ni kuweza kutambua fursa hizi ambazo zimekuwa zikitolewa na Wizara ya Elimu, lakini fursa kubwa ambayo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Dodoma kwa walimu kwa shule mbalimbali za sekondari pamoja na shule za msingi za kuweza kutoa zawadi, lakini pia kutoa fursa za mafunzo nje ya nchi kwa lengo la kuweza kuchukua ujuzi, taaluma na kuweza kuzifikisha hapa nchini Tanzania na kuziendeleza katika shule zetu. Mimi nikushukuru sana kwenda kuiangalia Informative TV. Naitwa Mwanahamisi Simai, nyuma ya kamera nilikuwa naye Amri Lupatu. Tukushukuru na uendelee kuiangalia Informative TV kwa vipindi vya elimu, afya pamoja na mazingira. Asante. Informative TV. We believe in knowledge.